Tukaambia je, kudhoni ni nini na happen na Betty? Mbona amepigwa na stroke? Tukaambiwa ana bleed kichwa. Sasa hapo ndio tulijua ugonjwa wake already imekuwa serious. Ana bleed ndani ya kichwa na akona clot na mambo imekuwa mabaya. Sasa hapo ndio tulisema aingie ICU na akaingia ICU. Tulikaa hapo the whole day. Tutoka hapo saa 3 ya usiku, mnajua hivyo. Tukamkaisha, tukaambiwa tuwezi ingia ICU, tukakaa hapo nje, tukalia hapo nje. Siku nyingine tukuja asubuhi tukakuta bado Betty si mzuri, na tukaambiwa hiyo sasa ilikuwa inaitwa acute myeloid leukemia. Tukaambiwa ilikuwa imejificha kwa mwili. Ndio maana hata Betty alikuja kwa chama, alikuwa anasema mnakumbuka, acha ni secretary, alikuwa secretary wetu, lakini angesema wacha nilale kidogo alafu mtaniamsha. Tunamuuliza ati heri dakika ile nyambe ngome. So wakati niligoogle about myeloid, as acute myeloid leukemia, that monster, niliona inakupatianga fatigue na inafanyanga uwe na kichwa. So wakati wa mwisho tulikuwa chama kwa Wakafura, Betty aliniambia nimekuja na gari but sitaweza kudrive, ni bebe. Na nikimbeba karara kwa kiti ya nyuma, ananiambia yes, kwa sababu already sasa ayuko vile alikuwa anafaa kuwa. Kama tungemwambia andike akiwa secretary, anaandika tulieni tuwili, analala. Kwa hivyo ni kusema hiyo ugonjwa wa Betty imejificha kwa mwili kama miaka 3. Kuna wakati sasa, maybe wakati tunafikiria ni wakati wetu wa mama, wakati wa periods zinakuja, zinapita ile wakati inafaa kupita. So ile kitu nimejifunza na hii kifo ya Betty, naweza ambia kila mama na wanaume, tukubali kusikiliwa, tukubali kuangaliwa. Ite mudo jamba hemremo alikomo muso no awija wailimu. Ite mudo jamba hemremo wala strong muso no yaro itebaranyike. Ninajua zile vita ameshinda, hata wengine wetu tungepigwa hivi tungekufa, lakini Betty alisimama na Betty alikuwa strong. Hata wakati wake wa mwisho, wakati kwa sababu hiyo siku alipoteza speech, na wakati niliona speech imeenda, haongei na mimi, nikimguza haongei, nikimwongelesha akiwa ICU anisikii. Nikaambia kina Bengedai na kina Kigongo hapa na Lois, nikamwambia tuite watoto wa Betty kwa sababu tunataka kumpiga transfer aende Kenyatta. Tumeambiwa Kenyatta ndio wanaweza treat, wakuje ndio sasa aende chemotherapy. Tulikuwa tumesema sasa aanze chemo. Nikamwambia tuite watoto wa Betty waone mama yao, kwa sababu waliacha mama mwenye anaongea, na waliona damu kwa stairs, na walikuwa wanauliza mama yetu yuko wapi, where is my mother. Walikuwa wanafikiria mama yao alichinjwa ama something happened. Nikamwambia tuwaite watoto wakuje hapa waone mama yao tukimhamisha. Tukagoja hapo mpaka 6. Nakumbuka wakati huo tuliacha bili, tulikuwa tumeacha bili ikiwa 600, but kugojea masaa mawili tupate kitanda kwa Kenyatta, bili ikapanda to 800, na tuko na pesa. Kigongo alikuwa anapigia mpaka watu hawajui Betty, marafiki wake wenye wanajua kuweka mambo wakiwa wamenyamazia. Na ni vizuri kama uko na rafiki ama kama wewe ni rafiki ya mtu, please usitengeneze content na mama ya mtu ama na rafiki yako. Pesa ya YouTube inaisha, pesa ya Facebook itaisha, lakini ile heshima utaheshimisha mama ya mtu, kwa sababu hiyo ni mama ya mtu, itadumu. Wakati huo tulichanga 300,000, tukapigia mpaka Moses Kuria akiwa Dubai, nikamwambia tusaidie. Nikapigia sister ya Betty ako US, alitusupport sana, akatuma 50,000. Sisi tukaongezea pesa yetu tulikuwa tumetoa, na kwa sababu tulikuwa tumeambia madaktari hatutaki akae hapo. Nakumbuka Jembo alikuwa anaenda hapo anagonga meza, hatutaki akae hapo for 1 month. Vile tuliambiwa pesa, tukarudi nyuma tukaambiana, Garuya akatuambia sisi tumeaibika, vile tulikuwa tunagonga meza tukisema hatutaki akae 1 hour, lakini tumekosa pesa. Nikamwambia tukazipata, tukalipa bili, watoto wa Betty wakakuja,
Nakumbuka wakati Sky aliona mamake kwa sababu Betty alikuwa amefungua macho. Na alikuwa anafanya hivi kwa sababu anashangaa ni nini shingo yake imefanya, bata juu amegongwa na stroke ya side moja. Wakati alitolewa na kitanda kitu 7 the evening. Akatolewa hapo, akaangalia watoto wake ni kama alituangalia sisi wote. Naangalia Jane Muthoni, anaangalia mimi akiwa kwa kitanda, anaangalia kila mtu. Alafu akaangalia watoto wake akawajua. Machozi yake ikaanza kutiririka. Akalia. Sky akasema anataka aingie hiyo ambulance na yeye amwambie kitu. Sky akamwambia, "Mom, I know you are a fighter. You are going to fight this cancer. Utatoka hapa mama." Akapiga magoti kwa ambulance. Mbia Mungu usiache mamangu akufe. Kile wakati tulifika Kenyatta, Kitelikaa tu siku 2 na angetritiwa. Already kansa ilikuwa imemkula, akiwekwa damu inakunywa. It was too late. But vile naweza waambia kama rafiki ya Betty, hatujaruzi. Na ile kitu tunaweza fanya ni kusimama na watoto wake. Kama vile Sir James naweza simama na wambui wangu nikiwa nimeenda. Tusimame na watoto wake. Na usiache ile pesa Betty ametafuta. Chio watoto wake. Wacha Sky siku moja asituulize mamake alikuwa slave na huyo mtoto hana kitu. Wenye wanatengeneza content watengeneze tu na jina yake. Lakini sisi tutasimama na watoto. Tutasimama na Sky. Tutasimama na Dani. Na watasoma. Kwa sababu hakuna mtu hawezi enda. Naweza enda kesho. Baboi wangu naweza jua kuna watu, kuna marafiki. Na kuna wazazi wengine. Saa hii sisi wazazi wa Sky na Dani na watasoma. God bless you.